Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Basi kuna kisa cha mfalme mmoja ambaye mfalme huyu alikuwepo katika bara la Hindi na alikuwa ni Mhindus. Alikuwa mfalme huyu katika kusini mwa India, Kerala. Huyu alikuwa kitu kwa jina la Cheraman Perumal. Huyu alikuwa ni mfalme mkubwa katika sehemu ya Kerala, na alikuwa mfalme kiongozi mwadilifu vile vile kwa watu wake, na watu wakimpenda sana katika miaka huyu. Huyu mfalme alikuwepo katika karne ambayo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja usiku alikuwa katika palace yake asimama, nafahamu, akaona, atazama usiku, anazama juu ya mbingu, akaona mwezi umepasuka sehemu mbili, umegawanyika sehemu mbili. Nafahamu, akastaajabu sana. Siku pili yake akawaita makasisi wale, akawahadithia habari hii ili waambie nini hasa kuhusu ishara ya jambo hili, lakini hawakujua wote jambo hili. Hakuweza kujua jambo gani ambalo limetokezea, lakini kaona mwezi umepasuka sehemu mbili. Na kama tunavyojua, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, makafiri wa Maka walimwambia kama mtume kweli ugawanye huu mwezi uwe pande mbili, na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba mwezi ukagawanyika. Hiyo katika Qur'ani. Sasa kuna wafanya biashara wa Kiarabu ambao walikuwa kenda sehemu mbalimbali za Irani, India na sehemu mbalimbali. Walipokwenda bara ya Hindi, sehemu za Kerala, Malabar huko, huyu mfalme akawaeleza wafanya biashara hawa kwamba mimi nimeona mwezi umegawanyika sehemu mbili. Wale watu wakamwambia, wanatoka Arabuni, wakamwambia kuna mtu huko kajitangazia utume katika sehemu za Kiarabu, na yeye watu wake walimuomba kwamba mwezi ugawanyike sehemu mbili, na akaomba mwezi ugawanyike sehemu mbili. Huyu mfalme aliposikia maneno haya, basi alitambua kwamba huyo mtu ni mtu wa kweli, na alifunga safari yake pamoja na majahazi hayo ya Kiarabu kuelekea moja kwa moja mpaka Madina Munawwara, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kishaondoka Maka kuja zake Madina, na akakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamhadithia kisa hichi, na maarufu kisa hichi watu wamekiona wakati ule. Basi alitoa shahada, akaslimu. Huyu alikuwa ni mfalme wa Kihindu, alislimu huyo, na jina lake likanaitwa wakati huo Tajuddin radhiallahu anhu. Maana huyu ni sahaba, kamaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kabla ya kuondoka katika vitu vyake alivyochukua katika majahazi, alichukua vitu zawadi kumpeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitu vya vyakula na vitu vingine, magudulia, wanasema, na vitu mbalimbali ambavyo vya Kihindi vilikuwa zawadi kwa miaka hiyo. Kwa hivyo huyu mfalme alisilimu, alikaa Madina kidogo, na hakuwahi kuhubiri dini. Alikuwa sasa anarudi safari yake, arudi India ili enda akahubiri, akawaeleza watu kudini dini mpya iliyokuja, na kueleza mambo aliyoona. Na katika safari yake kutoka kwa wajahazi kutoka Madina moja kwa moja wakaja zao, wafahamu, likapitia Salala ambapo katika Oman. Huyu mfalme alifariki katika ardhi ya Salala, Oman, na kaburi lake maarufu liko mpaka leo, liko Oman, Salala. Kwa ambao wamekwenda kuliona, wengine Salala wameliona, kuna watu ziara mpaka leo wanakwenda ziara wanaliona. Huyu ni mfalme, na watu wake waliobaki katika majahazi walisilimu wote baada ya kifo cha huyu kiongozi wao, wakarudi India. Na India sehemu ya mwanzo ambao ni Uislamu ilikuwa ni Kerala, na hata msikiti huko athari yake mpaka leo. Kuna msikiti miaka 1400 na kitu huko katika mji wa Kerala. Zama hapa huyu Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme alimuonyesha miujiza hii, mwezi ulipasuka. Ilikuwa ni kisa kilitokea Maka hichi, lakini kaona ujio mwezi unaonekana dunia nzima, na akaona ukweli, na akafunga safari akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaslimu, na kaburi lake liko Salala mpaka hii leo. Shukrani. Kisa kidogo basi cha ambacho cha huyu mfalme aliyekuwa Kihindu, Amani Baniani, ameslimu. Ni event kubwa sana imetokezea hii, na kwa hivyo tunaelezea shukrani, na ushahidi huko kaburi lake liko Salala mpaka leo watu wanafanya ziara. Shukrani, jazakallahu khair.